Ninashukuru Mungu kwa kunipea wakati kama huu kuja kwa hizi studio za Kerubo Radio. Na nimesema ni asante kwa kunikaribisha, na niko hapa kuelezea safari yangu ya muziki wangu wa utunzi wa nyimbo za injili. Hujatuambia jina lako kamili, umetoka wapi, wewe ni mzaliwa wapi? Kwa majina naitwa Kerubo. Nimezaliwa Kisii, mahali kunaitwa Jitago. Na mimi ni mkaji wa Nairobi. Nairobi. Nairobi unakaa side gani? Najua kuna Nairobi ni kubwa. Nakaa mahali kunaitwa Ngumba Estate. Iko Thika Road. Asante sana. Hizi ndio studio zetu za AGR upande wa pili. Na tunakukaribisha tena katika studio zetu. Asante. Hii huduma yako ya kueneza injili kupitia kwa nyimbo ulianza lini? Naweza sema kuwa mwimbaji nimekuwa nikiwa mdogo. But kuingia kwa studio kwanza kurekodi ni kitu 1 year now. Tangu nianze ni last year part 1. Nimekuwa kwa hii ministry sasa, wakati nimeingia kwa nyimbo nikarekodi, sasa ni mwaka mmoja. But kuwa mwimbaji nimekuwa mwimbaji tangu nikiwa mtoto mdogo. Nimekuwa nikiimba kwaya, nimekuwa nikiimba. Tangu uanze kukua, yani when you were growing up, do you imagine of becoming a gospel artist? No. Sijai imagine. What do you ulikuwa unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? Nilikuwa nataka kuwa daktari. Daktari. Ulitumai kuwa daktari ukiwa ulikuwa ulitumai kuwa daktari. Alafu hilo lengo lako liliendaje? Ilifika mahali nilikuwa natamani kuwa daktari, nikaendelea kufika secondary. Nikaona ni kama daktari bado kidogo mambo ya hizo vitu za chemistry na physics zimekuwa ndogo, ngumu kiasi. So nikaona nimebadilisha. Nikatamani kuwa mwalimu, nimefundisha. And then sasa ndio nilikuja kujua mimi niko na hiyo kipawa ya uimbaji. Alafu madamu unaweza tupa tu brief ya yani ulianza lini kuimba? Ulianza lini na tangu saa hizi wakati tuko saa 2020 umeimba nyimbo ngapi? Nimeanza kuimba 2018. Na kutoka huo wakati mpaka saa hizi niko na nyimbo 6. This is my first album. Na ninashukuru Mungu kwa umbali amenitoa na mahali amenifikisha. Waweza kumbuka wimbo wa kwanza ambao ulitunga ama uliimba ukiwa mdogo? Nilikuwa napenda kuimba nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kuimba nyimbo za kwaya. Hizo za kwaya. Nyanche the Seventh Day Adventist is my home choir. Nilikuwa napenda sana, hata kuna time nilijoin nikiwa mdogo, na kidogo nikaona hizo masharti zao sitaweza kupelekana na wakati nilikuwa youth. Na unajua youth na mambo mengi, sasa nilikuwa naona hatutapelekana nao vizuri. Tukiachana na kwaya kwanza, tuje kwako sasa wewe mwenyewe. Wimbo wako wa kwanza ambao ulianza ukaona hapa nimeiva. Naam, okay, I can sing. Wimbo wangu wa kwanza niliweza kutunga, nimetunga nikiwa mkubwa sasa wakati nimeanza kuingia industry. Ilikuwa Nehema. Nehema is my first song. I think it's one of your songs on your album. Ndio wimbo wa kwanza ambao umetunga sasa? Ndio wimbo wa kwanza nilitunga wakati nilikuwa napitia changamoto za kimaisha na za huduma. Unajua waimbaji wengi wanaanza alafu wanafika katikati huko wanapotea. Wale wenye naona wanaimba wanadansi kwa nyimbo zako, wale ni watu wako tu kibinafsi ama ni kanisa inakusaidia tu? Hawa ni praise kwa kanisa yangu, tuko na praise and worship team. And I'm the leader ya praise and worship. So hawa ni praise and worship wenzangu, ni wakati nilianza kutunga nyimbo tunaimba pamoja, niliwachukua. Nikuambia kama wanaweza nisaidia, so ndio nikawachukua. So siwezi sema ni madanzazi wangu wale niko nao na ninawalipa. Ni watu wa kanisa wale tunafanya huduma ya praise and worship kanisani. Sasa wewe hii studio ambayo unaenda unashoot audio, unashoot video, ni yako? Unajua kuna waimbaji wengine wanamiliki studio. Ni yako ama ni ya? Kwa sasa bado sio yangu. Ni ya kampuni fulani. Na vile umesema kupata nyimbo kwa uimbaji sio kitu rahisi. I remember my first time nikienda kwa studio niliambiwa pesa mpaka nikasema okay, hiyo pesa ni mingi. By the way niliacha, nikasema siwezi lazy hiyo pesa. Nilirudi kwa nyumba na nikasema I don't think kama hii kazi ya uimbaji is my portion. Juu ile pesa niliambiwa hata sijaishika kwa mkono yangu. So nikaona hii no, sitaweza. Uliambiwa pesa ngapi? Niliambiwa kitu 20,000 per song. That's audio ama video? Audio peke yake 20,000. 20,000 per song. Hapo Nairobi? Ni Nairobi. So imagine niko na 6 nyimbo 6. Ukipiga hesabu
Naona hizo ni pesa mingi ambao niliona, na baada hapo sijakuja kwa video. Niliacha, nikasema, nilipotoka hapo kwa studio nilisema no, hii uimbaji ni kama nitawacha. So niliwacha for long, hata nikapoteza vitabu, hata nikapoteza nyimbo zangu. Lakini nilipokuja nikasikia msukumo, bado ninasukumwa, no Nancy, you have to do this, lazima uimbe. So ndipo nirudi tena studio, nikauliza kama wanaweza nipa muda niweze at least kuimba, niweze kuwalipa nusu. Hawakukataa. Paliposikiza nyimbo zangu waliniambia nyimbo ni siko smart, ni nyimbo mzuri na ni nyimbo safi. Ndio wakaweza kuniambia nilipe, lakini nisilipe more than 3. So 10,000 upiga hapo tu ulipe mara 2. How did it cost you? Hii wimbo ilikukost pesa ngapi? Ilikugharimu pesa ngapi? Neema peke yake. Peke yake. Sikuweza kufanya, nilifanya album. So nilipoambiwa ni 20,000, so imagine 20,000 ni shooting, ni audio. Na shooting ilikuwa na lenti 30,000 hapo. So kwa wimbo moja ukiweka 20,000 plus 30,000, that is 50,000 per song. Mbona unataka watu wasikize nyimbo zako, ama mbona watu wanasikiza nyimbo zako? Zina ujumbe upi? Nikianzia wimbo wangu wa Neema. Neema ni kama changamoto za hali ya kimaisha. Na wakati tunapitia mambo kwa hii dunia, mimi kwanza kuna mambo nilikuwa napitia nikiandika hiyo wimbo. Nilikuwa napitia challenges za kimaisha, na as a ministry mimi ni mdoo wa mchungaji. Niko na huduma kwa kanisa bado. Niko na hiyo huduma ya kuwa mdoo wa mchungaji. Niko na nasimamia the youth. Bado niko na msimamishi wa praise and worship. So nilikuwa na hizo challenges za vita hapa na pale. Lakini niliposikia ilifika Telisatamu, ilifika nikasema no, sitaendelea na hii mambo ya kanisa. So ilipofika wakati mmoja nilipokuwa, I think one time nilienda kanisani kuomba, nikiambia Mungu penye nimefika ninasikia sasa ni kama hii huduma is too heavy for me. I can't hold it anymore. So nikaenda nimwambie Mungu aniruhusu niweze kuachana na hiyo huduma. So nilienda kanisani kama kawaida, nikafika kanisani kwa peke yangu, niliomba vizuri na nikaambia Mungu niruhusu niachane na hii huduma. Na nikasikia kama binadamu, nilisikia kama Mungu ameniambia ndio. So nakumbuka nikienda kufungua mlango nitoke, nilisikia sauti ikiniambia neema yangu inakutosha. Na nikapewa the story of Yona. Nikaambiwa nisikue kama Yona. Zote nilirudi back kuambia Mungu anisamehe, nitaendelea na hiyo huduma. So hiyo wimbo sasa ya Neema ndio ilipokuja. Ndio nasikia ninaambia Mungu neema yako inanitosha. Yani although the challenges ninapitia, waganga wanisunguke, wacha vita sikue mingi. Ukisikia kuna mahali nasema ni kukosa, kukataliwa, kulala njaa, that is my life history. Kuna hiyo mambo yote ni kama go through in life. So those hiyo ni message ambayo ni life history yako. Ni life history yako. Neema, wimbo ambao unaitwa Neema ni life history yako umezungumzia. Ni life history nimezungumzia yale. Na umesema wewe ni Mkisii. Mbona hasa uliamua kwamba nyimbo zako unazitoa tu kwa Kisii, kwa lugha ya Kiswahili? Kwa sababu huwa naona Wakisii wengi huwa wanachanganya. Nyimbo zako zote 6 nimesikiza vizuri, ni kama zote ni za Kiswahili. Mbona uliamua? Wimbo hiyo ndio unajua, mimi most of the times nyimbo unaletewa mhubiri akihubiri napewa message, na hata nikiwa in my dream napewa hiyo. Sasa ikikuja inakuja na Kiswahili. Na I think niko good sana in Kiswahili, sijazoea sana Kikisi, but right now niko na yenye ninaandika Kikisi. Mbuyore. Mbuyande. Madam Nancy, unayo familia ama umeoleka ama? Mimi ni mama wa watoto 3. Congratulations. Thank you. Niko na mume. Nashukuru Mungu. Amekuwa wako ni support sana kwanza. Mnisangu nilimwambia niko na hiyo, wakati aliona niko na hiyo kipawa ya kuimba. Mara ya kwanza niliona hakuwa anapenda. Alikuwa naona sometimes na lipo time kuandika. Sometimes umeenda studio umefanyiwa programming, unakuja lazima ujaribu kupractice ndio uunganishe na hizo. Sasa alikuwa naona most of the time nikana mnaharibu time. Sina time mingi na watoto, sina time mingi na mambo zangu. Lakini vile wakati iliendelea alikuja kuelewa ni nini nafanya, na alinipea wakati na akawa very supportive to me. Umesema kwamba una jukumu kanisani, unaimba, una watoto, una bwana, wote wanahitaji kushughulikiwa. Wanahitaji muda wako. How do you manage? Ni kujipanga, naweza sema ni kujipanga.
Na kitu ya pili ni kuwa focused for what you are doing. Mimi napenda kuwa focused sana. Najua hii ni huduma nimepewa na hii ni kazi nimepewa na Mungu, na watoto na mume pia ni wote nimepewa na Mungu. So na balance. Kuna time nakuwa na watoto wangu na familia yangu. Kuna time hata wanajua sasa ni wakati wangu wa kuomba na Mungu wangu na kuandika nyimbo. Na kuna wakati hata wakuwa kanisani na kuongea na youth na hao watu wa kanisa. So ni kubalance. Naweza at least ambia mtazamaji, watu ambao mashabiki wako wanakueleza. Ukiangalia kwa wimbo wa Santi wako huko. Ni watoto wakubwa. My first born is 12 years now. 12 years. Msichana fulani. Msichana. Alafu niko na wasichana wawili na kijana mmoja. Sijawaona. Kijana ni mdogo. Sijui mbona hukuleta watoto. Mimi napenda watoto. Next time nitakuja na wao. Alafu hizi nyimbo zako sasa huwa unaziandika na kuzitunga mwenyewe ama unaandikiwa? Unajua kuna waimbaji wengine wanaandikiwa nyimbo alafu wao wanazitunga tu. Sasa wewe unaandikiwa ama unajiandikia tu mwenyewe na kuzitoa mwenyewe? Nyimbo zangu ni mimi zote nimeziandika. Nimekwambia mimi most of the time mhubiri akihubiri lazima nipate message. Na ile message anapata ninasikia kuna ile msukumo. Nasikia hii message ikiniingia vizuri inaelekea direct ni kuandika wimbo. Na sometimes nyimbo zangu huwa zinakuja nikiwa nimelala. Hizo zote ni mimi na ni ufunuo, ni revelation napewa na Mungu ya kuziandika. Wimbo wako wa pili ni upi? Tumeona Neema. Wimbo ambao wa pili ni upi? Wimbo wa pili ilikuwa Wanizunguka ambao ndio imeanza. Hivyo hizo nyimbo zote ulienda studio ukarecord at once? Sikurecord at once. Nilienda nikafanywa programming. Nilienda mbili. Hivyo hata kulipa nilikuwa nalipa tu. Hadi nikamaliza. Hivyo wa pili unasema ni Wanizunguka. Wanizunguka. Hizi nyimbo zako zote wewe unaangazia life history yako ama kuna zingine unaangalia Biblia, zingine siasa, zingine maisha, mazingira, mapenzi? Hizi nyimbo zako zote hasa kama wimbo wa Wanizunguka uliangazia nini? Ni life history yako pia. Life history pia yangu pia nilikuwa na Bia wakati huu nilikuwa napitia magumu, nilisikia naambiwa damu yani wanizunguka. Mungu alikuwa ananiambia nakusunguka na damu yangu takatifu inakuzingira. So nilikuwa naambia don't fear. Nisiogope maana ako pamoja nami na amenizingira na amenisunguka. So naweza sema hata unitetee hizo nyimbo zangu mingi ninaangazia my life history. Ni yale mambo nimepitia na pia yale naona watu wakipitia huko nje. Hivyo hizi nyimbo zako zote sita ni kama umeangazia tu live history yako, maisha yako tangu utotoni hadi sasa. Hadi sasa. Ni nini hasa kilikufanya ukaona haja uimbe tu? Ile kitu ilinifutia kuimba. I think I remember one time nikiwa kanisani. Wakati nilikuwa naimba, mtumishi mmoja alikuja na akaniambia utakuwa mwimbaji mkubwa sana. Na nilikuwa nakumbuka every time nikichukua microphone nikiimba kanisani, naona watu wanabarikiwa. Unapata watu wamejaza, ni kama nimeanza praise. Naona watu wamechazwa tu. So most of the time kama hazijashika microphone nasikia watu wameniuliza, leo ibada haijakuwa mzuri. Leo ibada haijaba. Sasa mpaka nikasikia kuna kitu Mungu ameweka ndani yangu na sio vizuri ni iwe hapa kanisani tu. Ni vizuri ifikie watu wengine huko nje. Ndio niliamua. Hivyo inamaanisha hii talanta yako ilianza kitambo. Na mbona ukaamua kwamba lazima uchikite kwa gospel? kuna secular, kuna reggae, kuna hip hop, kuna nyimbo mingi, kuna sample mingi. Mbona ukaona acha niingie tu kwa gospel? Kitu ya kwanza mimi nimeokoka. Nampenda Mungu kama mwokozi wa maisha yangu. Na kitu ya pili mimi napenda sana kumsifu Mungu. I love worship. Napenda sana. Yaani kila wakati nikiwa mahali na remember hata nikiwa mdogo mama alikuwa ananiachia kazi, anapata nimeshinda nimeimba, hata kuna kazi nimefanya. So hata sometimes alikuwa ananiambia we utafanya kazi ama utashinda hapo ukiimba. So ninapenda tu kuworship. Wazazi wako wenye walikuzaa wanajua kwamba Madam Nancy now is somebody popular? Wanajua na wamekuwa wakinisupport sana. Wapo? Wako wote. I'm the first born by the way na ni wadogo sana. Ukiwa unaanza kuimba, wakati ulikuwa unakuwa sasa katika hii taaluma ya uimbaji, ulijua kwamba utafika kwenye umefika saa hizi? Hiyo ni jambo sio kwa hiyo nimefikiria hata siku moja hata kufika hata kwa station kama hii.
Nilikuwa nasikia tu niimbe, nifikie wale watu wanataka, lakini hiyo mambo mengine ati siku moja nitakuja kufika mahali nimefika na hii huduma inifanye nikuwe vile nimekuwa, ni jambo sikuwa nimefikiria. Lakini nashukuru Mungu. Sasa limekuja tu. Na sasa kwenye huko sasa uko mbali sana, kuna wenye kwanza huko kanisani kwenye unaenda, unasema unaenda kanisa gani? Kanisa yangu inaitwa Last Word Ministry. Last Word Ministry. Iko Nairobi? Iko Nairobi, mahali kunaitwa Ngumba hapo estate. Kuna vijana kanisani, kuna watu huko kanisani wenye na talanta mbalimbali. Kuna wenye umesaidia? Nimesimama na wengi. Kwanza kuna hiyo kijana tumeimba na yeye Neema. Nimesimama na yeye sasa hizi ameanza first album na yeye ametoa nyimbo 2 kwa sahihi. Kuna mwingine hapo pia nimeimba na yeye bado na yeye ametoa zake. Wote nimekuwa nimesimama na watu kama kanisani, sio wachache. Nimekuwa nikuelekeza hata praise na wapeleka naambia vile watu wana praise. Na kwa kanisa hata kanisani nimeweza kukuza vipawa za praise and worship. Ni watu mtu akiimba napenda sana kuchukua mtu anachukua microphone nasikia sauti yake najua huyu ni mwimbaji. So nikijua uko na hiyo kipawa ninakukuza na jaribu kuona vile nitakumenta mpaka hiyo kipawa yako. Asante. Mungu atakubariki kwa hayo. Najua mle kanisani kuna talanta mbalimbali. Kuna waimbaji, kuna waigizaji. Sasa wewe unasaidia tu waimbaji? Hapana. Naweza sema kuna kipawa ni kipawa, so long as unamtumikia Mungu. Biblia inasema vyombo zote kwa nyumba kuna vile ni za dhamana na kuna vile ni sio za dhamana. So zote sisi wote, na pia inasema sisi wote ni mwili mmoja. Tunakuwa mwili mmoja kusimama kwa hii huduma. So kila kipawa ni kama ni mwili wa Yesu Kristo. Ikiwa ile hata yule wa kufagia pale chini ama wa kufanya chochote asipofagia kanisa watu watakuja kukaa. So hata yeye kuna mahali anachangia. Ndio sababu inasema sisi wote ni mwili wa Kristo. Ni kama huu mwili wako hata kidore kitoka hiyo mwili wezi itwa mwili. So kila huduma ndani ya kanisa mimi naifali sana, najua hiyo ni mwili wa Kristo. So kila talent kwa kanisa naifali sana na ninaikuza. Umesema una mume, hujatuambia jina. Jina ya mume wangu anaitwa Edwin Maobe. Edwin Maobe. Edwin Maobe amechangia kokote pia na yeye ni mwimbaji. Najua anasikuwa na yeye ametoa wimbo mmoja na hatuna habari. Yeye sio mwimbaji. Na hajaitamani kuimba lakini amesimama na mimi kwa kunisaidia nifike mahali nimefika. Hizi video zako zenye unashoot sote yupo ndani ama moja ama? Ako ndani karibu zote. Wimbo wako wa 3 ni wimbo upi? Ni Mungu wa miungu. Mungu wa miungu. Na upenda sana huo wimbo. At least tupeka Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yahweh. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Wewe ndiwe Mungu juu ya miungu. Wewe ndiwe Bwana juu ya mabwana. Wewe ndiwe Mungu juu ya miungu. Wewe ndiwe Bwana juu ya mabwana. Nasema Nanzi, wimbo wako ni wimbo mzuri na pia ujumbe wake ni kwa Biblia ama bado ni life history? Hiyo imetoka kwa Biblia. Biblia tu. Tukiangalia wakati Mungu alikuwa naumba, aliwaambia hata wana Israeli kwa watu wa Misri, aliwaambia msinamie Mungu mwingine ila tu mimi. Na hata tukiangalia the 10 commandments, amewaambia the first commandment amewaambia not worship the idols, yani msinamie Mungu mwingine ila tu mimi. So hiyo ujumbe ilipokuja nilikuwa naambiwa most of the people wamesahau kuinamia Mungu yule mkuu. Wengine wameanza kuinamia mali, wengine wamesahau kama kuna Mungu wanainamia watumishi wakubwa. Yani mtu akiwa ni mtumishi mkubwa, yani tena hawatumaini Mungu. Unaona sasa ni yeye wanatumainia. So ndio Mungu, na nikasikia the Holy Spirit alikuwa ananiambia hizi zote tunatumainia na hao wote tunaangalia hata kama ni watumishi wa Mungu, majengo, vitu zote, mahali, hiyo ni miungu mingine. Na akaniambia Mungu ni mmoja tu ambaye ni yeye Mungu mkuu. Kwa hizi nyimbo zako zote 6 ama album kama nikiita album, kuna wimbo ambao unaupenda sana kushinda zingine? Ni wimbo upi huo? Napenda Mungu wa miungu. Mungu wa miungu sana. So huo ndio wimbo ambao na mimi napenda sana. Siko iwezisha kabla sijasikiza huo wimbo Mungu wa miungu. Tangu uanze hii taaluma yako ya uenezaji wa injili kupitia kwa nyimbo,
Kila kitu kinajo changamoto, kuna mazuri, kuna mabaya unapitia tangu uanze taaluma yako. Umepitia mabaya yapi? Changamoto? Changamoto ni mingi sana kwa uimbaji, na sio hata kuimbaji tu, kwa hii life lazima kuwe na challenges hapa na pale. Na kwangu mimi nimepitia challenges mingi. Moja ni hiyo ukosefu wa pesa ya kuenda kwa studio. Umeandika wimbo, umejikaza, umetafuta njia zako zote, lakini unafika unataka kurekodi, unapata changamoto za pesa zinakuletea shida. So inauma mtu sana wakati unatamani kufanya kitu na una pesa. Hiyo ni jambo moja. Nilikwambia wakati nilifika studio nikaambiwa pesa, niliona ni kama sitawaimba tena. Nikasikia nimerose the hope. Nimekuwa very discouraged, lakini wakati the hospital alinionea akaniambia lazima urudi pale na utaimba. When did your parents, wazazi wako wakati walipata ujumbe kwamba Nancy sasa Nancy Kerubo amekuwa mwimbaji, walichukulia vipi hilo swala? Naweza sema walifurahia sana. Mwisho my dad, even my mom walifurahia sana. Na wanajifunia kuwa mimi ni mwimbaji. Ni wazazi wanapenda Mungu. Na kila mzazi yote kuona mtoto wake ameshikilia Mungu na amesimama kwa Mungu, hiyo inakuwa ni furaha yake. Umesema kwamba wewe ni msaidizi wa kasisi, pastor kule kanisani. What are you intending? Unataka kuwa pastor pia? Nitasema nilipiga pastor. Hiyo ministry yetu sasa hivyo, hiyo ministry hiyo kanisani umesema wewe ni msaidizi. Hivi karibuni hivyo utaona sasa Nancy ametoka kwa uimbaji, ama bado uimbaji hata ukiwa pastor, bado ukiwa kasisi, bado uimbaji utauendeleza? Lazima nitaendelea kuimba. Vile Mungu atakaponielekeza. Kuimba nitaendelea juu zote ni ministry, zote Mungu amenipea zote. Na Mungu ameniaminia kunipea hizo zote mbili. Nami nitamwaminia kufanya kazi yake ile amenitia. Kile siku nitatoka kwa hii dunia. Tulikuwa kwa changamoto. Hiyo ulisema changamoto ya kwanza ilikuwa fedha. Fedha ilikuwa ni changamoto. Na hata kuna watu wengine wanakuvunja moyo, wanaona ukimba, wanaanza wanakuja wanakuambia kuimba utaweza. Utafika wapi unafikiria? Wana waimbaji wakubwa na wewe ukianza za hiyo utafika. Kuna wale wanakudiscourage. Na kwa hakika ukiangalia unaona yale wanasema ni ukweli. Tukikatia hapo kwanza changamoto tutaendelea baadaye, alafu nikuulize. Unajua waimbaji wengi wao wanashikwa mkono, wanasaidiwa. Kwa hiyo kuna mwimbaji ambaye alikuwa ashaenda mbele yako akakushika mkono akakusaidia? Mimi sijashikwa na mtu mkono. Naweza sema ni Mungu. Ulijisatiti tu mwenyewe Mimi nilisimama tu, na ni wakati nilijua niko na hiyo kipawa, na wakati nilienda studio, hata nilipoenda studio nilifikiria maybe watanisaidia ku marketing my songs. Lakini the first time waliniambia wanafanya hiyo kazi ya marketing. Lakini nilikuja nikujua ni kuniambia tu, waliniambia kumbe iko ni kitu ya ukweli. Kuna zile nyimbo ambazo ulikuwa unasikiza ukiwa mchanga, ukiwa unaanza, au unaona lazima niwe mwimbaji kama huyu? Kuna yule ambaye unatamani anakufurahisha sana kwa taaluma yake? Napenda Florence Andenyi sana. Na hata Florence Andenyi. Florence Andenyi. Ameimba Kipali. Na ameimba Ufunguo. Ndiye mwimbaji naweza sema mentor yangu sana. Na Feni Kerubo. Pia napenda nyimbo zake. Hata Rebecca Thomas. Na Otiso. Alafu sasa hizi nyimbo zako sote umezirunga kwa lugha ya Kiswahili. Sijui kama are you intending siku nyingine uimbe Kikisii, at least watu unajua kuna mtu uko kijijini mama anataka tu kusikiza apate ujumbe. Are you intending kwamba siku moja utaimba Kikisii? Kikisii already niko na nyimbo kama 3 nimeandika kwa Kikisii. Ndio nimekuwa nikienda station za Kikisii, most of the time watu wananiambia tuletee nyimbo moja ya Kikisii hata sisi. So ilikuwa ni changamoto sana kukuja hiyo nyimbo ya Kikisii. Nikamwambia Mungu siku moja ningependa tena hata mimi unipee wimbo moja ya Kikisii. So nashukuru Mungu sasa hivi amenipea, niko na kama 3 nimeziandika. So soon nitawaletea. Alafu sasa tulikuwa kwa changamoto, baada ya tumaliza changamoto umenipea ya pili, ya tatu? Ya tatu. Naweza sema ni marketing. Marketing pia ni changamoto. Sana kitambo wimbo yako uone hata imecheza kwa station. Hiyo pia ni changamoto. Hasa kusema kama una mtu anaweza kukushika mkono. Naweza kuwa big challenge juu ujui mtu, utajua utafikisha wimbo wako aje. Ni challenge nyingine kubwa sana. Unapata mtu ameimba nyimbo nzuri, nyimbo tamu hapo nje, na kama hajapata njia ya kufika kwa hizi station ama kufika media, inakuwa ni challenge nyingine. Kuna mazuri yapi katika hii taaluma yako? Kuna mazuri mengi pia zaidi ya changamoto. Naweza sema
kuna unafikia watu nje. Na sasa hata kufika hapa kwa hizi station kwa hewani. Na hata unapata ukitembea unapata watu wanakuta huyu si Nancy Kerubo. Unapata hiyo pia ni jambo mzuri pia ya kufanya usikie hata wewe huko dunia hii. Hivyo kuna mazuri mengi kushinda changamoto. So vile utaovercome hizo the challenges, mazuri ni mengi. Apart from wale wenye umementa huko kanisani, kuna dada huko nje, kuna kaka huko nje mwenye ana talanta, utamwambiaje? Nitamwambia asife moyo. Angangane na kile ako nacho. Na namshauri siku moja atafika mahali wengine wamefika. Na Biblia inasema usidharau mwanzo wa mambo madogo. So hata azijidharau pale chini anapoanzia. Hapo chini anapoanzia ndio itampeleka juu. Na hata mtu uanze kupanda ukitoka juu, lazima upande kutoka chini ndio uende kupanda. So angangane, ajitie nguvu na kuwe focus. Naombe Mungu pia, kuomba ndio the key. Kuna wimbo ambao sasa uko chikoni tuna expect from you. Kuna wimbo uko chikoni sahi. Nimefanya audio ndio naenda kumalizia. So niko na new song na ni wimbo mtamu sana. Mtamu sana? Sana. Asante sana. Wimbo wako wa 5. Wimbo wangu wa 5 ni Unitetee. Unitetee. Uliutoa lini huo wimbo? Wimbo nilitoa tu wakati mwingine pia. Shoot video, I'm talking about video. Video nilitoa wakati mmoja tu. Wakati mmoja nilitoa hizo nyimbo zangu, I think nilitoa wakati mmoja. Nilitoa album, so nilishoot wakati mmoja. Ni vile nilikuwa naenda na shoot leo siku moja na shoot moja, kesho na shoot nyingine. Mpaka nikamaliza the album. Wimbo wako wa 5 tupeka first rhyme ndio tusikie. Unitetee, unitetee, mtetezi wangu Yawe, Baba naomba unitetee. Waweza waelezea vile unapatikana katika mitandao ya kijamii, nyimbo zako watazipata wapi? Hayo yote. Kwa mtandao wa Facebook unaitwa Nancy Kerubo. Niko na page, unaweza like kwa page yangu. Na bado niko na Nancy Kerubo. Ukitaka kunipata utaniandikia SMS. Alafu niko YouTube Nancy Kerubo, Instagram Nancy Kerubo. YouTube umesema ni? Nancy Kerubo. Na hapo ndio nyimbo zako zote zinapatikana. Zote zinapatikana. Unaweza subscribe na like kwa kusupport ministry yangu. Umesikia mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kuna wale anataka nyimbo zako at least mtu aweke skiza tune. Umeziweka huko? Nimeweka kwa kila wimbo nimeweka hapo chini. Na ikiwa bado utaweza kufika kwa YouTube, unaweza nipigia. Nyimbo zangu zote ziko kwa simu yangu. So ukinipigia, unaweza niambia unataka kuchukua skiza tune. Unafinya 1 mara 3. Unachukua ile wimbo nakupenda. Watakupata vipi? Wape namba. Namba yangu ni 0705 1035 83. Rudia. 0705 1035 83. Na upige tu kutaka skiza tune. Ukitaka skiza tune, upige hiyo namba. Mambo ya muziki tu. Ukitaka skiza tune, unataka kuongelea mambo na muziki wake Nancy Kerubo, utampigia kwa hiyo nambari. Nashukuru Mungu kwa kuwa pamoja nami. Mmekuwa kunisupport kwa hii huduma. Mungu awabariki, Mungu awatendee na Mungu awainue. Wazazi wangu huko penye nimezaliwa. My mom Pacifica Gesare, my dad Kerubo Momanyi, my brother Lamek Apostle Lamek Monari na Bonwise, my sister Masrin. Nikienda kwa hiyo upande mwingine wa pili nasalimia my husband Edwin, my mother-in-law Daria Mora, my father-in-law namsalimia pia John Maubi, my brothers-in-law Casper, Geoffrey, Felix na Frederica pia na wasalimia wote. Asante sana kwa kutembelea katika studio zetu za AGR. Kutoka AGR, mimi ni Fidelis Ombingo Machoge.